ni wanaishi tu kwa dawa. Asubuhi anameza dawa, lunchtime anameza dawa, jioni anameza dawa. Asipo hata for a single session anapelekwa hospitali. Like kuna watu wako na ugonjwa wa sukari. Nilisoma na mmoja alikuwa analamba sukari mingi sana until in form 2 akapatwa na hiyo ugonjwa. So alikuwa anapewa dawa, kuna sindano alikuwa anajidunga daily. You can imagine kujidunga sindano. Mimi siwezi. Yeah, so we should check on whatever we are taking in so that isikuje ikue disease. And so sijui bagi yangu iko wapi ndio wabebea dawa moja. Nisaidie. Yes, so today I'll just zile mention ziko sawa. So I'll reinforce just on some little nikionyesha picha hapo. Wengine labda hamsijui. Nasikia mna mama, kumbe mnazijua. Yes, that one. Nani anaweza niambia hiyo ni gani? Yes, ziko same. Although inakaa mimi niko nayo. Nani anataka kutest matawi moja? Who else? Kuja. You can test alafu niambie test yake. Nitawapea niki. Yes, ina test aje? Mkalikali, si ndio? Ndio hiyo. Although hii picha yake naona haikai ile sana but ni hivyo inakaa. Yes. Kamenyauka lakini ukitaka kupanda nilizipanda hapo mahali nakaa. I had to come with them from home. Yes, kwetu ziko mingi so they uproot some stems. So this is peppermint, sawa? Ile mint mnaiona si tropical mint. But taste ni kama hiyo ya tropical ya peppermint. So this is peppermint. Si mmeiona vile inakaa? Mostly ile tunaletewa ni liquid, si ndio? So ndo hii plant yenyewe. You can also go on YouTube and check how it is extracted. Ndio pia ukikuwa tu kwako siku moja unaweza fanya hivi. Sawa? Yes. Nani anajua any use ya peppermint? It is used in kitchen. Ya inatumika jikoni. Na wale wabukusu wako hapa wanaweza niambia hii kitu inaongeza ladha kwa chakula. Si ni ukweli? Ya, tunatumia kuweka ladha kwa kama aina zote za mboga. Ya, ndio maana hata iko kwetu. Nakachuna tu hivi kadogo, tunaweka kwa mboga inakuwa na ladha. Thank you. So, number one thing, ina freshen your breath. Wale mmeikula mnaweza confirm. Si ndio? Mnasikia ni kama hiyo breath yenu iko sawa sawa. Yeah. PK. Si mnaona vile PK inafanya kwa mdomo? The same. Hii pia inafanya hivyo. Then ama eucalyptus crystal. Si mnasikia pia venye inafunguanga hivi. It does the same. And it also fights oral bacteria. Ule mtu ako na bad breath, tumia hii. Sawa? Ndio hii dawa leo imekufikia mlangoni. Usiseme sikusema. Here is the remedy. Yes. Nani ako na ingine alibeba? No one. Nyinyi si wanafunzi wazuri.
Na sasa hizo assignment zangu mtafanya kweli? Please do. Eh, there is another use, aromatherapy. Aromatherapy. Hiyo pia ni kazi ya rosemary, si ndio? Rosemary and this one. Yaani ukisikia hiyo aroma yake, it tends to relieve the stress. Yaani unakuwa relaxed. Aromatherapy, yani aroma yenye inatibu. Yeah, if I can use that language. Yes, so that is number one. Ya pili inakaa miwa. Mnaijua? Ndio hiyo. Inakaa miwa, inakaa napier grass. Sina picha mzuri ya kuitoa vizuri, but inaitwa lemongrass. Si mnaijua? Kale ka plant kananukianga pia kako na harufu mzuri, na ni kama leo nimewabebea vitu zinanukia. Oh, thank you. So this one inatumika sana kuunda herbal tea. Wangapi wamekunywa herbal tea ya hii ile imewekwa? Yeah, inakuanga na harufu mzuri sana. Very nice. In fact, when I was nilikuwa form 4, nilienda nikatoa mizizi ya hii na nikaosha nikaisiaga vizuri, and I added it in my soya ya shule, nika mix and nilikuwa nakunywa chai mzuri. People could ask me, hey, hii chai yako iko aje? But ilikuwa mzuri, although sasa ni leaves, mimi nilikuwa natumia roots but leaves ndo iko poa. So inatumika ku detox. Ukitumia with this one and ginger, sawa? Yes, that is kama unaunda herbal tea. Inatumika ku detox mwili wako. Yes, inatoa uchafu. Alafu pia ina add flavor, vile ninawaambia, it adds flavor to the drinks. Then there is this vegetable. There is this vegetable, acha nifikie mbio. Wapi? That one. That is a root vegetable. Ni vegetable imejificha kwa mchanga. Yes. Inaitwa? Yes? Yeah, this one is very essential wakati unaunda dawa ya ulcer, si ndio? Niambie dawa ya ulcer inaundwa na nini na nini? Number 1, beetroot. Number 2, carrots, cabbage, kitunguu, waru, tomato. Okay, tomato, garlic iko, ginger, alafu nimesahau gani? Miwa. Okay, yeah, there are always 7, I think, 7. Yeah, carrots. Unaziblend. Now that is a protocol, kuna vile zinafuatwa. Nimesahau mpangilio wake. Don't miss the mission. Tutaziunda huko. And one of these fine days pia kuna study practical ya kuunda protocol. Yes, don't miss. Yeah, next week Sunday. Sawa? Yes. It's also the iron source. Inakaa part gani kwa mwili wako? The color. Inakaa damu, si ndio? Ukipasua hivi, acha nione kama kuna yenye imepasuliwa. Ndio hiyo. Ukipasua hivi ni maroon. Wanawake mtusaidie hapa. It helps inasaidia kuongeza damu, and inatumika pia kuunda salads kama ni vegetable salad ama fruit salad unaweza iongezea. Then smoothies, mnajua smoothie? Mtembee chisimu zijue, sawa? Ama unaweza iunda kwa nyumba yako. And juices, vile tumesema protocol juice, si ndio?
Yes. And tuko na time imeenda. Kama iko this one. Yes, that one. Ni turmeric sawa. Turmeric ile mmekasikia sikia. Una kanakaa ginger, si ndio? Inakaa ginger. But hiyo ni kala gani? Eh? Eh? Aya, inongote. Inongote. Si yellow na si orange. It is golden. Sawa, it is golden. Yes. Inakaa kabisa ginger, but ile ni golden ndani. Hii vile ndo ambayo inatumika kwa kidonda, ukiapply kwa kidonda. Unaona mtu anaenda hospitali itaenda kuoshwa kidonda. Badala ya kuenda hospitali, use that one together with the honey. Si ndio elezea? You mix, alafu una apply. Yes, they are used to honey is a natural wound disinfectant and turmeric ina fight bacteria and viruses. So ukiapply hapo kidonda itakauka vizuri, itapona mbio mbio because umedisinfect na umekill bacteria. Because of time sita project ingine. Simeona cinnamon vile inakaa. Unaweza unda chai ya cinnamon. Cinnamon is used to detox your body. And inafaa nini tena? Iko na kale ka aroma, si ndio? Ukiweka kwa chapo, si ndio? Again, cinnamon inatumika as a preservative. Simuelezea, ukiweka chakula like if you are cooking it asubuhi na unataka kuikula jioni, unaweza weka cinnamon, itaipreserve. Cinnamon na nini? Cayenne. Yes. And cayenne, usiweke mingi kushinde kukula. Food, chakula unapika. Then yes, that is it. Inatumika for food preservation, that is antimicrobial nature. It has the ability to kill, to stop and slow down the growth of microorganisms. Like let me just read you something here. Kuna ka biology. The last thing I'm doing before I wind up nimalizie. Yes, so with the ile preservation, that is the antimicrobial nature, kuna garlic that kills bacteria and fungi, then turmeric fights bacteria and viruses, then cinnamon antibacterial and antifungal, peppermint antiviral and antibacterial, lemongrass antibacterial and antifungal, honey is a natural wound disinfectant, then aloe vera
soothes and protects skin from infection. Yes, so although aloe vera itumiki jikoni ama inatumika, ni zile nimewasomea. Again, cinnamon reduce that, it prevents what? Yeah, ile oxidation. Like let's say when someone, mtu akichoma mafuta sana, tuseme anakaanga samaki, akichoma mafuta, hiyo mafuta inaachiliana, ina create zile vitu tunaitanga aje, unstable what? Radicals. Thank you. Yes, so those radicals haziko stable, so they have to find something to make them stable. Mnakumbuka Kev? Eh? Yes, so those free radicals zitatafuta kitu kwa mwili yako. Now that wewe uko hapo unapika samaki, seek something for them to be stable. So number one thing, zitatafuta, they can, zinaweza tafuta DNA ya binadamu, the cell membrane na proteins. Proteins kuna gani na gani? Amkumbuki ba? Okay, so ukishaingia kwa mwili wako, like itataka kucombine na DNA yako, na hivyo ndo can cause cancerous cells to start growing kwa mwili. But when you use cinnamon, ukikunywa chai ya cinnamon ama chapati ya cinnamon, ina prevent your oxidation. Sawa? Yes. Therefore ina prevent from you getting diseases like cancer, labda, yeah, those things. So we read a quote that preparing food badly is what? I see. Kama tu ule mtu ameenda kuua mwenzake, pia unajiua kama unaua ule mtu unapikia. So tuchunge mauti isiwe sufuriani mwetu. Sawa? Yes. Because time imeenda, sita allow for any question or any comment. Sawa? Leo nataka nikuwe biased because kuna program ingine ya kuunda poultice AC, like ita take like 5 minutes then tutamaliza. Are we together? Yes. Kama kunaye mwenye ako na bani ile bani. No one. Yes. Unaweza fanya ama malize? Okay. So I'm done. And today I believe you are going to be good cooks. Ndio. Yeah, unajua ni vizuri leo mwanaume amefunza wanawake jinsi ya kupika. It's very nice. Let's pray. Our Father in heaven, we come before this time. We thank you, Father, for you've allowed us to have sharing on medical missionary, especially on cooking. It's good that we've learned today that preparing food badly is a sin, and God, may you help us to prepare good food. Jehovah be with us, and wherever we've gone, contrary, we ask for forgiveness. In Jesus' name I pray.